Yaani ndo maana sheria inamlinda mwanamke kuliko unavyofikiria, kwa sababu Allah anajua alichomuumbia mwanamke. Yaani wewe shekhe, pamoja na ubabe wako, pamoja na urijali wako, huwezi kuitwa mwanaume kamili pasi na kuwa na mke ndani. Na wewe tutakuja kukutambua tunapokuwa vijiweni, tunapokuwa kwenye vikao, tutaona pointi zako, tutaona hoja zako, tutaona utanashati wako, tutaona uume wako katika mtaa kutokana na mke wako ndani. Ndio maana Allah akasema litaskunu ilaiha, ili tupate utulivu, wanaume tupate utulivu kutoka kwa wanawake. Lakini wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akajalia baina ya wanandoa hawa watu wawili hawa mawaddatan, akajalia mapenzi, wa rahma, na huruma. Mapenzi inabidi yatawale katika ndoa zetu. Yaani umpende mke wako kama ulivyokuwa ukimpenda katika uchumba. Mimi napenda kusema hili neno kila mara. Uchumba ni sawasawa na uenda wazimu. Uchumba ni sawasawa na uenda wazimu, ni sawasawa na kipofu. Yaani mtu anapokuwa anachumbiana, binti na mvulana au mwanaume na mwanamke wanapokuwa wanachumbiana ili waweze kuona, ile mikaddimat, mazungumzo na action zinazotumika ni mambo ya drama, mambo ya maigizo. Unaposikia kama nilivyotangulia kusema, utamwita maneno mazuri yote kwenye uchumba, utamtafutia zawadi zote, hata ukiambiwa kwamba hii zawadi anayoitaka mchumba wako haipa hapa Koranolia, bali inapatikana Bukoba mjini, utaweka gharama zozote ili uweze kuifuata zawadi hiyo, umridhishe unayefanya nini, unayempenda. Wajaala bainakum mawaddatan, akajalia Allah subhanahu wa ta'ala baina ya maisha ya ndoa, baina ya mke na mme, mapenzi, wa rahma, na huruma. Iko wapi huruma katika wanandoa? Iko wapi huruma baina ya mume na mke? Sasa mbona inafika hatua wanaume wanaofanya wake zao kama wafanyakazi wao, kama ma house girl, wanawafanya wake zao kama hana baba wala mama. Yaani mwanaume anapomwoa mwanamke akamweka ndani, amemwalika wiki moja, wiki mbili, ndo amefika, anamtoa ya mwarura, anamtoa, anaanza kumwonyesha shamba. Sasa unajua nini mgole?